Yule mwanaume wangu nilikuwa naye ndani alichukia. Akaondoka. Na yule Vincent alipofanya vile akamaliza akaondoka. Walienda wakakutana kizuiani barabarani lami pale. Yule baba akaja akanipigia simu akaniambia Vincent amenionyesha picha zako za ajabu sana kwenye simu. Nikamwambia za kwangu. Nilikataa, nikamwambia hapana. Wewe unakumbuka mbaba? Namkumbuka. Anaitwa Vuzo Mzuri. Vuzo Vuzo lako ulikuwa au bwana wako mtelema fanya mama? Ni mume wa mtu, nilikuwa napita tu. Na huyu Vincent, Vincent kwa zile picha ndio mlivyokuwa mnasikia. Ndio. Sasa zinaonekana ziko tofauti. Kuna zile ambazo wanasema kwamba sio za kwako. Yanasema ni picha za mtu mwingine. Sasa sisi tulikuwa tunataka kujua yani zipi ambazo unasema sio za kwako. Kwa mfano katika hizo ambazo unaziangalia. Ni kwamba ni sehemu ambayo nafanya kazi na nilikuwa naaminika. Nafahamika na bosi wangu na alinipokea vizuri na kwa nilikuwa nimeshaacha kazi. Nilikuwa nimeshaacha kazi. Wakati naingia yani kuchukua chumba pale. Nilikuwa nimeshaacha kazi. Iko kizuiani. Kwa hiyo ulilipia? Nilipewa ofa na bosi wangu kwa sababu alikuwa anamfahamu muda mrefu. Wewe ushaondoka? Lakini alinipa ofa kwa sababu mimi nilikuwa mfanyakazi wake. Nataka kujua mazingira hayo ofa. Yaani aliponiona hapana, nimeingia tu pale nikamkuta bosi wangu na wafanyakazi wenzangu tunafahamiana. Akamsalimia na huyu Vincent kwa vile anamfahamu muda mrefu. Nikamwambia nahitaji chumba nipumzike. Alikuwa ametoka safari Vincent. Kwa hiyo sikutaka kumpeleka nyumbani moja kwa moja. Kwa hiyo tukawa tumeingia pale. Akaniambia Lydia ananihitaga Manka. Akaniambia Manka nitakupa chumba ofa usijali. We hapa ni nyumbani. Kwa hiyo hivyo ndio ilivyoendelea. Hizi picha kama ulivyosema kwamba mmepiga siku moja zote hizi sababu ndio kwamba nitafaa. Na ilikuwa ni kamchezo kwamba kila mkikutana huwa na kamchezo kwa kupiga picha ama kupigana picha kwa sababu inawezekana labda na wewe huwa unapiga na yeye anakupiga ile for love. Mara nyingi tunafanya hivyo. Wewe umeshakupiga? Sijawahi kumpiga picha za akiwa mtupu. Lakini zile za tukiwa pamoja wapi popote pale tunapiga picha. Sasa hivi sina smartphone kwa hiyo okay, ulikuwa unatumia kamera au nilikuwa natumia simu. Kwa baada mimi kuingia kwenye matatizo sikuweza kuwa na simu tena. Kwa sababu zilikuwa zile picha na matukio yanavyozidi kuendelea zilikuwa zinanipa hali fulani hivi. Sasa story ambazo zinatambaa mtaani mitandaoni inaonyesha kwamba wewe uliolewa. Mimi kwa kweli hapo ndo panaponishangaza. Nilipata hizo clips kwamba kuna clips ilisambazwa kwamba ninahojiwa kwamba mimi nimefunga harusi. Kwa kweli mimi sijafunga harusi na sijawahi kuolewa. Sijawahi kuvishwa hata pete ya uchumba. Na hiyo clips imetengenezwa na watu usiowajua. Yaani leo ndo kwanza nahojiwa. Sijawahi kuhojiwa, sijawahi kufunga harusi, ndugu zangu wanajua. Naona ni kitu cha kutengeneza. Kwa sababu katika yale mahojiano, yule alikuwa anahojiwa yule mwanamke. Anaonekana kwamba alikuwa anahojiwa kuzungumzia picha zako wewe. Walikuwa wanatumia picha yangu. Inaonekana sasa ni wewe ndio. Inaonekana ni mimi. Sio mimi. Unachukua toria. Hatua nilochukua mimi ni kuja tu hapa na kujieleza kwamba ile clips iliyotumwa hainihusu, sio mimi na wananchi wajue sio mimi wala sijui kufunga harusi. Yaani ikiwezekana huyo dada nasikia kwamba anajisikia vibaya sana na mume wake anajisikia vibaya sana. Yaani ingewezekana huyo dada mwenye hiyo harusi na mume wake. Ile ambayo inaunganishwa na harusi ambayo picha inaonekana kwamba mimi niliolewa nimeachika kwa ajili ya hizo picha. Lakini mimi ukweli mimi sijawahi kuolewa wala kufunga harusi. Umejisikiaje sasa baada ya hizi picha kwa sababu ulikuwa unapiga hizi picha for love? Lakini mwisho wa siku amezidisha. Unajisikiaje yani wewe?
Kwa mara ya kwanza zilinisumbua sana. Niliteseka sana, niliumia mno. Ndugu zangu hawakunitenga. Ndugu zangu nilikuwa nao karibu, walinifariji, walinitia moyo, wakaniambia haya matukio yanatokea hata kwa watu wengine. Kwa vile wewe limekupata kwa mara ya kwanza, lazima litakuletea hata shida. Lakini nimekaa nao karibu, yani asilimia kubwa ndugu zangu walikuwa karibu na mimi mno sana. Na taarifa hizi zilivomfikia babangu mzazi, kwa kweli ziliendelea kuniumiza kwa sababu babangu hakuhitaji tena kuniona. Ikafika hatua mpaka babangu hakutaka tena kuniona. Yupo mjini, yuko Dar es Salaam, yuko Arusha. Babangu yuko Arusha. Mama alishafariki. Hakutaka kuona mzee pale mwanzo. Sasa hivi kwa sasa hivi sijatoka nimepata ile tatizo, sijaweza kuwasiliana na babangu. Siwezi kuongea naye kwa njia ya simu. Na yani ninachotakiwa mimi kufanya, nitafute wazee, niwashirikishe waweze kumuita babangu. Nimuombe babangu msamaha kwa kitendo kama hicho kilichotokea na familia kiujumla. Kwanza mama alikoje kwenye shughuli kwenye issue? Mama yangu alishafariki. Asante. Sasa sema wewe pia unaonekana sio mara ya kwanza kupiga picha. Na wala wewe sio mara ya kwanza kupiga. Hapana. Sijawahi kupiga picha. Sijawahi. Hata siku moja. Yaani hiyo ndio imetokea na sijui ilikuwaje, lakini sijawahi, haijawahi tokea kabisa. Sasa watu wanajua kwamba ni wewe kwenye ile audio. Kama wewe ndio ulikuwa unajua kuchukua. Na wewe unasema hujachukua hatua zote zile ya kuja kwenda polisi, fikiri kwenda kushtaki kituo cha redio. Niende nikashtaki zile audio kwamba kwa sababu wale walikuwa wanafanya mahojiano na wale dada. Wakitumia picha zao. Sio unaelewa? Kwa hiyo watu ambao walikuwa wameziona zile picha na wakasikiliza haya mazungumzo, wanajua unayozungumza ni wewe. Nafahamu. Sasa hauna mpango wote wa kuwashtaki wale kwenye redio kwa sababu sio takiwa ajiaminishe kama. Kwa sababu nasikia hii redio wanaiita EFM. Wanasema kwamba wao ndo waliconfirm kwamba wao ndo walinihoji mimi. Sasa hapo ndo ninapopata shida kwamba wao wanasema walinihoji na wewe na wewe unasema kweli. Sijawahi. Sio nasema sasa wewe sasa uone kama unatakiwa kuwachukulia tu ili mimi ambaye nisikize yale mahojiano niamini kweli sio wewe. Hatua lazima nitachukua. Hatua gani? Nitaenda kuwashtaki kwa sababu vyombo vya habari, simu zinaonyesha kwamba wao wamefanya mahojiano na mimi sijawahi kufanya mahojiano nao. Kwa hiyo hatua mimi nitakayochukua mimi ni kwenda kuwashtaki.